Kama mnavyoelewa, Samia Legal Aid tulianza mwaka 2023 Aprili. Tumefanya hii kampeni karibu kwa miaka mitano na tumeona kwamba wananchi wanahitaji sana msaada wa kisheria, na kwa sababu Mama Samia alikubali kutumia jina lake katika kutafuta haki kwa wananchi wa Tanzania hawa, tukaona ni vizuri sasa tushirikishe mamlaka zetu za mikoa kwa maana secretariat, lakini pia na mamlaka serikali za mitaa. Ili tufanye kazi vizuri, ni vyema kabisa kuwashirikisha na kujifunza kwa pamoja ili tuweze kusaidia. Tunahitaji kampeni hii iwe ni endelevu. Ndio maana tukaona tukutane na hawa viongozi kutoka sekretarieti za mikoa, wanasheria wetu, tuwezeshane na tuambizane, twende tukawasaidia wananchi wetu. Mpaka tunafika kampeni hii mwezi wa 6 mwaka jana, tulikuwa tumepata wananchi tuliowasaidia milioni 4.1. Lakini hata hivyo tukagundua kwamba kuna migogoro mingi kweli kweli katika eneo la ardhi. Changamoto ni kubwa, kwa hiyo inahitaji ushiriki wa karibu wa wenzetu kutoka serikali za mitaa, kwa sababu wako karibu na wananchi. Lakini pia mirathi, lakini pia kwenye ndoa. Changamoto hizi zote zinaweza kutatuliwa na wananchi wenzetu na watumishi wenzetu ambao wako karibu na hao wananchi, ambao ni serikali za mitaa na sekretarieti. Kwa hiyo tukaona kwa kushirikiana, kwa sababu serikali tunafanya kazi kama timu moja, kwa kushirikiana na wenzetu TAMISEMI, tukaona tuwaite mikoa yote tuanze kwa wao, na kama ulivyosikia bado tutawaita halmashauri, wanasheria wa halmashauri, ili tuwekane sawa, ili tuendelee kusaidia Watanzania hawa. Watanzania wanahitaji kusaidiwa, lakini pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza sisi aliyotupa madaraka haya tusaidie eneo hili, wananchi wetu wapate haki zao kwa wakati. Kwa mafunzo haya tuliyofanya leo ni nia ya kuendeleza kile ambacho Mheshimiwa Rais aliagiza tukifanya, na ni muda mwafaka tusaidiane. Tunajua hata nyewe wanahabari mnaelewa kwamba changamoto ni kubwa kwa wananchi, na wananchi hawana uwezo, wengi wao hasa vijijini. Nani wa kusaidia? Ni serikali yao, na wao wamemwamini Mheshimiwa Rais na yeye akakubali kutumia jina lake, na tunataka hii kampeni iwe ni endelevu. Na kama ulivyosikia wawezeshaji watumishi wetu hao wameomba badala ya kuwa na siku 10 zile tulikuwa tunafanya, tuongeze muda ili tutatue matatizo yaliyo mengi. Na sisi tumepokea na tutafanyia kazi, mimi na mwenzangu katibu mkuu TAMISEMI. Wenzangu ni kwamba tutoe, lakini ukiwa na ushahidi tushiriki kuhakikisha kwamba tunaondoa matatizo haya. Mwaka jana mpaka tunatoa taarifa tulikuwa na milioni 4.1 kati ya milioni 68 wadau. Kwa hiyo tuko tayari na tutaendelea, tunaomba kushirikiana nao watupe ushahidi ili kuwasaidia, na kwa sababu Mheshimiwa Rais ameruhusu kufanya hii kazi, kufanikiwa kwake ni kuonyesha ukweli nini kinafanyika kusaidia wananchi wa Tanzania, hasa wanyonge. Hili swala la utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria ndani ya serikali, watendaji wa hizo shughuli kwa kiwango kikubwa au kwa asilimia kubwa ni mawakili wa serikali. Sasa tumekuja kushiriki kwenye haya mafunzo kwa ajili ya kuendelea kutujengea uwezo na kufanya tathmini ya ile kampeni ambayo imefanyika, kampeni ya Mama Samia Legal Aid campaign ambayo imefanyika. Ni kampeni ya miaka mitatu, na mwaka huu ndio tunakwenda mwaka wa mwisho, mpaka mwezi Februari. Sasa tulikuja pamoja na mambo mengine kuona mazingira, namna kampeni hiyo ilivyofanyika toka ilipoanza mpaka leo tulipofikia, lakini pia kuweka mikakati endelevu ya namna bora ya kuendelea kutoa hizi huduma kwa wananchi. Kwa hiyo kwenye mafunzo haya tumejifunza mambo mengi, lakini jambo moja wapo ambalo limesisitizwa sana ni ADR, yani kutumia njia mbadala ya usuluhishi wa migogoro, na kampeni imekuwa na mafanikio sana. Sasa pamoja na mafanikio yake, lakini pia zipo changamoto ambazo tumeweza kuzibaini. Sasa kikao hiki kimekuwa ni kikao cha kuangalia yale mafanikio ambayo yalikuwa yamepatikana, lakini pia na changamoto ambazo zilijitokeza kwa wakati wa utekelezaji wa hii kampeni, lakini pia na kuweka mikakati ya namna bora sasa ya kuendelea na zoezi la utoaji wa huduma msaada wa kisheria na kuepuka zile changamoto ambazo zilijitokeza katika awamu
iliyopita. Hayo ndio kwa ufupi naweza nikaeleza hivyo, labda kama kutakuwa kuna maswali. Changamoto mojawapo ilikuwa naweza mkapokea matatizo ya wananchi, lakini wakati wa ushughulikiaji yakawa yasifike mwisho kutokana na muundo na namna ambavyo wale waliokuwa wakitoa zile huduma. Kuna wakati mwingine kulikuwa na taarifa kutofika mwisho. Sasa tumebaini hayo, na sasa tumeweka mkakati kwamba changamoto zote ambazo zilizokuwa zikipatikana sasa na kesho kwanza zinafuatiliwa mpaka kufikia mwisho, ili kusiwe na matatizo ambayo ya wananchi yanapokelewa na kufikia kutopata utatuzi wa mwisho wa changamoto ile na kuliacha tatizo likiwa linaelea hewani. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tumeyaona na kuweza kuwekeana mikakati ya kuyafuatilia kwa ukamilifu wake.